Hivi umewahi kuwapa kuku chanjo na baada ya muda wakaugua tena? Umewahi kuwapa kuku chanjo, umewachanja let's say Newcastle, Gumboro, lakini unashangaa baada ya muda wanaumwa magonjwa hayo. Sasa nataka kwenye video hii nijibu swali ambalo wafugaji wengi wanakuwa nalo. Kwa nini nawapa kuku wangu chanjo na bado wanaugua? Kwa nini nawapa kuku wangu chanjo na bado wanaugua? Nimemchanja chanjo ya Newcastle lakini bado anapata Newcastle. Nimemchanja chanjo ya Gumboro lakini nimemchanja chanjo ya ndui lakini bado. Well, kwanza ufahamu kwamba chanjo zinazotolewa ni kwa ajili ya magonjwa ya virusi. Haya magonjwa yote ambayo maarufu na ambayo ni deadly diseases, ni hatari zaidi, Marex, Newcastle, Gumboro na ndui. Haya ni magonjwa ambayo ni hatari zaidi na ndo magonjwa maarufu sana ambayo tunatoa chanjo. So kuna sababu nyingi kwa nini inakuwa hivyo. Kwa hiyo hapa sizungumzia yale magonjwa ambayo tunaweza kuyatibu tu kwa antibiotics kama coccidiosis, kama mafua na kadhalika. Sababu ya kwanza, chanjo kutokuhifadhiwa vizuri. Uhifadhi wa chanjo ni wa muhimu sana. Ukiangalia chanjo kama za Newcastle, Gumboro, hata ndui zinahitaji kuwekwa kwenye fridge, zinahitaji ubaridi wa kwenye fridge at least iwe ni 2 to 8 centigrade ule ubaridi. Sasa hii inaweza ikawa imeanzia kule uliponunua, au ikawa ni wewe baada ya kuuziwa ukashindwa kuhifadhi ile chanjo vizuri, ukaiweka mahali ikapata joto au ikapigwa na jua na ikawa imeharibika. Zikikaa kwenye joto zinaharibika na hazitakuwa na nguvu ya kulinda kuku wako. Sababu ya pili, njia ya kutoa chanjo sio sahihi. Kuna njia nyingi ambazo watu wanazitumia na sio sahihi. Kwa mfano, maji yoyote ambayo yana chlorine yana neutralize chanjo, yanaifanya chanjo inakuwa haina nguvu. Maji na chlorine, na namna kutoa chlorine kwenye maji ni kuyachemsha hayo maji na kuyaacha yapoe kwenye chombo cha wazi kwa siku nzima, yapoe kabisa, ndo chanjo iweke kwenye yale maji. Maji ya mvua yana chlorine, kama ni masafi ni sawa, lakini unaweza pia kuondoa chlorine. Kuna njia nyingi na kwenye YouTube yetu pia nimefundisha, lakini njia nyingine ambayo sio sahihi, unakuta kuku hawakunywa wote. Jinsi ambavyo umetoa ile chanjo, kuna kuku hawakunywa ile chanjo. Ndio maana ni muhimu kuwapa muda kidogo wawe na kiu na kuhakikisha kwamba unawasimamia wote wanaweza kunywa maji yenye chanjo. Wakati mwingine unakuta ni kipimo hakikufuatwa, baadhi ya kuku hawapati kinga kamili. Unakuta chanjo hiyo ulionunua, hiyo dozi inataka uweke kwenye maji ya lita 5, wewe umeweka kwenye maji ya lita 20. Obvious, ile chanjo haitakuwa na nguvu kama ambavyo ilipaswa kuwekwa kwenye maji ya lita 5. Lakini sababu ya tatu, chanjo kutolewa wakati kuku tayari wana ugonjwa. Usithubutu, usijaribu kumchanja kuku akishakuwa mgonjwa. Tafuta ushauri wa kitaalamu wa namna ya kumtibu huyo kuku na sio kumpa chanjo. Chanjo ni kinga, sio dawa. Ukichanja kuku ambao tayari wameambukizwa, bado wataugua na inaweza ikachochea kufa haraka kwa sababu miili yao tayari imedhoofu na chanjo ina nguvu. Lakini sababu ya 4, usafi na biosecurity duni. Ule usafi na biosecurity duni, usafi duni au usafi usioridhisha wa mabanda, wa vyombo. Ndugu yangu, kinga ya kwanza na chanjo ya kwanza, yani chanjo ya kwanza, dawa ya kwanza kwa kuku ni usafi. Yani ni usafi. Ukitaka kuepuka magonjwa mengi bandani kwako, make sure unakuwa ni mtu wa usafi. Chanjo haiwezi kushinda mazingira machafu. Banda chafu, hewa mbaya na wageni kuingiza vimelea, kila mtu anaingia bandani, kuku wanaweza kuugua licha ya kwamba wamepewa chanjo. Lakini sababu ya 5, msongo wa kuku au stress. Msongo wa kuku na stress unaweza kupelekea chanjo kutokufanya kazi. Njaa sana, joto kali, baridi, msongamano bandani au usafirishaji huathiri kinga ya mwili. Kuku wenye stress hawajengi kinga vizuri baada ya chanjo. Hivyo utashangaa ulimchanja lakini akaugua. Jambo la msingi ambalo nataka ulichukue, mfugaji unayesikia sauti hii, chanjo hulinda kuku, lakini lazima ihifadhiwe vizuri, itolewe kwa njia sahihi kwa kuku wenye afya nzuri, kwa wakati sahihi, kwenye mazingira safi na bila stress, ndipo italeta matokeo mazuri. Ningependa tuandikie kwenye comment umejifunza nini Wonders Farm TZ. Namba ya simu ya WhatsApp +255 695 531 174, au unaweza kutuandikia kwenye email yetu ya wondersfarmtz@gmail.com na ukatuambia ni nini ambacho umejifunza au nini ambacho ungependa kujifunza.
Shambani kwetu wanapatikana Broiler Hybrid, wanapatikana pia kienyeji improved, wale kienyeji pure kabisa wakubwa wapo pia, na pia tuna bata mzinga, tuna bata Pekins, Jumbo Pekin, tuna bata Bukini, wako Goose, Chinese and African na mifugo mingine mingi. Unaweza pia kuanza ufugaji pamoja na sisi, tutakushauri na tutakusaidia. Utafuga kibiashara na utapata faida. Ofisi zetu zipo Goba, njia 4 opposite na Madale Road, Dar es Salaam, Tanzania. Karibu sana, mkaribisha na mtu mwingine.